So tuangalie athari zitokanazo na ugonjwa wa figo kwa namna moja au nyingine. So ugonjwa wa figo unaweza kutokana na athari zifuatazo. Namba moja, changamoto ya kuwa unaishiwa damu mara kwa mara. Kwa sababu tumesema kule awali kwamba figo kazi yake, miongoni mwa kazi ya figo ni kusaidia kuzalisha homoni ambazo zinasaidia kuzalisha seli hai nyekundu, na hivyo kusaidia kuwepo au kuzalisha damu kwenye mwili. So ikitokea kama figo ikawa haifanyi kazi, imepata changamoto, inaweza kupelekea zile homoni au ile kazi yake isifanyike vizuri na kupelekea mtu huyu kuwa na changamoto ya kuishiwa damu mara kwa mara. Lakini namba mbili, kupata maumivu ya mifupa pamoja na misuli, kwa sababu kazi ya pili ya figo ni kusaidia kuzalisha homoni ambazo zinasaidia kuzalisha vitamini D ambavyo vinasaidia katika kuimarisha mifupa pamoja na misuli. So ikitokea figo haifanyi kazi yake inavyotakiwa, inaweza kuwa kwenye hatari ya kupelekea mtu huyu kupata magonjwa ya mifupa pamoja na misuli. Lakini jambo lingine, figo inaweza kupelekea, kama imepata changamoto au madhara makubwa, inaweza kupelekea mtu huyu kukosa kabisa mkojo, na hivyo kumletea maumivu makali au shida zaidi kwenye upataji wa huduma ya mkojo. Lakini kitu kingine, figo inaweza kupelekea mtu kupandisha pressure. Pressure yake inaweza ikawa iko juu zaidi, kwa sababu figo inasaidia kumaintain kiwango cha pressure ya mtu. So kama figo ina changamoto, basi inaweza kupelekea mtu huyu kuwa kwenye hatari ya kupandisha pressure. Lakini pia figo inaweza kupelekea pia mtu huyu kupata changamoto nyingi zaidi. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza yakatokana na athari zitokanazo na ugonjwa wa figo. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa uchache wa athari ambazo zinaweza kutokana na ugonjwa wa figo.